Hikma TV, nuru ya elimu na hekima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi watazamaji mnaotutazama, kabla ya yote tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sala na salam ziweze kumilikia mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na wote atakaoweza kufuata mwenendo wake ila yaumil akhir. Moja kwa moja, nadhani hapa wapenzi watazamaji mnapotuona hapa, tuko ndani ya masjidi ambao ni masjidi nzuri sana, ambayo natumaini tutakuja kujieleza hapo mbele. Lakini pembeni yangu hapa nikiwa na shekhe wangu kipenzi changu Habib Sheikh Ismail Gogos, kuweza kumkaribisha kwa taadhima kubwa sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan. Habari za saizi? Wallahi tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tumeweza kukutembeleeni katika masjidi yenu. Naam. Ili jambo la kwanza tuweze kupata labda historia kidogo kunako masjidi hii. Naam. Lakini pia vile vile kupeni pongezi katika hichi ambacho tumeweza kukifanya, maana jambo ambalo limependeza sana katika jamii. Kila ukitembea mitaani watu unasikia watu wanasifu sana jambo kama hili. Alhamdulillah. Msikiti ambao ni mzuri sana, ambao ni wa mfano wa kuigwa katika nchi yetu hii ya Burundi. Lakini pia kabla tujaingia kwenye mada, Sheikh wangu, ningependa labda kuuliza baadhi ya maswali. Naam. Mada yetu ya leo ni msikiti huu ambao tuko nao. Lakini kabla kuingia kwenye mada kidogo, swali letu ambalo tumependa kulijua kutoka kwenu ni kwamba mtaani kwa tulikuwa tunasikia kwamba Sheikh Ismail Gogos. Naam. Hii Ismail Gogos imetokana na nini? Gogos labda katika historia mpaka tuweze kupewa hilo jina. Alhamdulillah bihi nasta'in, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah na kustaka rehema na amani zimejaa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na masahaba zake na wake zake na wale ambao watakaofuata mwendo wake mpaka siku ya kiyama. Nimependa nitoe shukrani zangu za dhati kwa timu hii au kwa ndugu yangu kwa Karama, ambaye ni miongoni mwa ndugu zetu vipendwa, ambao ni vijana wetu ambao ni kujitahidi mashaallah tabarakallah rahman. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie juhudi zenu hizi si katika hali ya kuitumikia Uislamu ya Rabbul Alamin. Nitaingia moja kwa moja katika swali umeniuliza kuhusiana Ismail Gogos. Yote haya ni majina ya babu zangu. Yani alikai mzaa babu yangu mimi kwa Ismail, alafu na hili Gogos ni babu yangu mimi ambaye ni mzaa mama. Ndio jina lake maarufu sana. Alafu mjomba wangu ambaye ni mtoto Mzee Jumaini Gogos, mjomba wangu wa kwanza ndani ya familia, naye pia alikuwa anaitwa Ismail Gogos. Alafu mimi nilikuwa nafanana naye sana. Ukinitizama na yeye tunafanana sana. Basi tukao tunatambua labda ni jina ambalo labda itakuwa umepewa katika labda harakati zilizopita huko nyuma, maana kuna kitu kama hicho kwa watu wanapenda kumpa jina. Ni jina za asilia, jina za babu zangu. Mzee Jumaini Gogos ndio babu yangu mzaa mama. Ni jina lake Gogos, jina maarufu sana kwa mjini. Allahumma lakal hamd. Basi mimi nikaamua kujipachika na jina mjomba wangu. Basi mimi nikachukua moja kwa moja kuanzia mtoto tunasoma Qur'ani Ismail Gogos. Inshallah. Basi kuna mambo mengine ambayo tunajiuliza tunapokuwa huko nje, maana kuna kipindi fulani ambacho huwa tunakuwa labda tunakukosa kabisa katika nchi yetu hii, na kuna wakati mwingine tunakuona kama sasa tuko pamoja. Lakini pia kuna baadhi ya maswali huwa watu wanajiuliza kwamba Sheikh Ismaili ili alhamdulillah kwenye upande wa dawa, mtu wa dawa ambao inafika na inawagusa watu. Lakini kuna swali ambalo wanajiuliza labda Sheikh Ismaili amesoma wapi, amepita wapi mpaka kufikia katika stage kama hii. Ili mnalizungumziaje ili wale ambao wanakutazama wapate faida? Kwa kweli alhamdulillah, mwanzo wangu wa masomo ya dini, mimi nimeanza kusoma masomo ya dini Madrasatul Hussein. Yani mwanzoni bismillah kabisa, barabara 8 namba 10 kwa Mahmud Hussein. Mzee wetu Mwenyezi Mungu amrehemu, ambaye nimeanza kuyasoma masomo yangu ya dini pale, ndio nimeanza masomo ya primary, masomo ya mwanzo. Na nikasomeshwa na walimu tofauti, pakiwa ndani mwalimu Jadisi, pakiwa ndani mwalimu Bayoyo, pakiwa ndani mwalimu Hasani, mwalimu Jafari,
Mwalimu Ismail, hao ni walimu zangu ambao na mwalimu Sina ambaye yuko Marekani. Ile generation ya kabla ya miaka 20 ya nyuma au 20 na ngapi ya nyuma, Allahumma lakal hamd. Sisi tunaanza kusoma pale, tukaanza kuhifadhi Qur'ani hapo. Baada ya hapo nikawa nimemaliza pale kwa Mahmud Hussein somo la 6 kwa mwalimu Jadisi. Ikabidi nikawa nimefanya mtihani, lakini sikuwa nimepasi katika mtihani huo somo la 6. Ili ya kuelekea ukitoka pale kwa Mahmud Hussein unaelekea Buiza kwenye madrasa tahdhib. Sikuwa nimepasa, lakini jamaa zangu wote ambao nilikuwa nao kina Sheikh Mashaka wa kina Muhammad Risas na wengine ambao ni jamaa zangu wa karibu wakawa wamepasi, wakawa wameelekea Buiza. Lakini na mimi nikasimamia mistabaki hapa, afadhali somo la 6 nikalisomea Buiza. Basi nikafika na kwenda tena nikaanzia tena somo la 6 kwa mwalimu Ali. Mwenyezi Mungu amhifadhi mwalimu wetu ambaye ni Sheikh, mwalimu mkubwa sana alisomesha wengi na leo anaishi katika mji wa Muinga. Basi nikaanzia hapo nikasoma Buiza kwa Sheikh Abdul Aziz, akatunisha Qur'ani, tajwidi, mwalimu Ali Kiarabu pamoja na Wamasri ambao walikuwa hapo. Baada ya hapo insha Allah, baada ya muda mchache, baada ya miaka 12 13 nilikuwa nayo, basi nikawa nimeelekea katika nchi ya Uholanzi. Nikawa nimekwenda Uholanzi kuishi Ulaya huko. Lakini labda kabla sijakata kauli, maana kwamba lugha hii ya Kiarabu ambacho tunakisikia mkizungumza kizuri sana, ni kwamba ulikifahamu kabla hujaondoka Burundi? Ni kweli, yani mwanzo wa asasi ya lugha ya Kiarabu, Allahumma lakal hamd, kabla miaka mingapi ya nyuma tungaliki hapa, Mwenyezi Mungu ametujalia kukutana na walimu wazuri ambao kwa kweli generation yetu sisi na Sheikh Mashaka wa kina Sheikh Ali na nani ya nyuma, Mwenyezi Mungu ametujalia kupata mwalimu wema. Mfano katika mwalimu ambao walitupa sisi juhudi na kutumisha lugha ya Kiarabu ipasavyo, ambaye ni mwalimu Hamza Lomfor. Huyu ni mwalimu wetu, alitusomesha natoka Libya, amemaliza. Alafu pakiwa ndani mwalimu wetu mwingine, Mwenyezi Mungu amhifadhi, kwa kweli alikuwa nafasi kubwa sana siku kutusomesha lugha ya Kiarabu. Ni mwalimu wetu ambaye anaitwa mwalimu Kalala Ramadhan, mdogo wake ya Sheikh Kide. Hawa wakati walitoka Libya walikuwa ndio wamewiva kabisa. Alafu na mimi katika khuluqa yangu ambayo nilikuwa na kuanzia mtoto, nilikuwa na tabia ya kupenda lugha ya Kiarabu. Alafu nilikuwa karibu sana na wale wa Masri ambao walikuwa wanakuja hapa kusomesha, na wametusomesha somo la 7 Buiza pale. Lakini baada ya kutusomesha mimi nilikuwa na relation kubwa nao mpaka manyumbani kwao kule Mayaziatike, kwa sababu mimi nilikuwa niko muadhini wa markazi, nashinda Mayaziatike. Basi nilikuwa napenda kuwafuatilia sana kwa karibu. Hao ndio walimu wangu ambao alhamdulillah nimeanza kusoma, wameanza kunisomesha lugha ya Kiarabu. Allahumma lakal hamd. Mashaallah, mashaallah. Nadhani watakuwa labda wamekusikia wale ambao walikuwa na yale ya kujiuliza, labda Sheikh wetu imekuwaje mpaka kufikia katika hatua kama hizi za kielimu. Lakini pia alhamdulillah, kwa upande mwingine tukiingia moja kwa moja kwenye mada yetu ya leo ambayo ilikuwa ni mada hususan ya msikiti huyu ambao tuko ndani yake. Imani kwamba ni kitu ambacho kinatembea sana katika jamii. Wanaona masjidi ilivyo, alhamdulillah, utaratibu mzima uliweza kujipanga hapa ni mzuri sana, lakini mpaka sasa bado hatujafahamu jina la msikiti ni jina gani. Labda leo nikisema nimekwenda kusali Jabe, wanaweza wakajiuliza, maana mashallah tumeshakuwa na misikiti miwili katika mji wetu huu wa Jabe. Kuna Masjid Ansar kule kwa Mwalimu Abdi, lakini pia tuna masjidi yetu hii ambayo iko hapa. Lakini mtu akizungumza nimekwenda kusalia Jabe, hatutojua sasa atakuwa ameelekea katika masjidi gani. Kwa tunataka kidogo tutofautishe hapo, labda tujue masjidi hii kwa jina labda ni jina gani. Nimependelea kwanza niweze kusahihisha kuhusikana masjidi yetu ambayo ni Masjid Al-Ansar, kwa Mwalimu Abdi, mwalimu wetu, Mwenyezi Mungu amhifadhi na aweze kumnufaisha ya Rabbul Alamin. Pale kiukweli baada ya kukaa na wazee inasemekana kama pale ni Nyakabiga. Pale kiukweli ni Nyakabiga, lakini Nyakabiga ambayo karibu na Jabe. Lakini kuhusikana Jabe, huu ndio msikiti wa kwanza katika mji wa Jabe ambapo miaka yote palikuwa pamepatikana msikiti. Alafu jambo lingine tukizungumzia, watu wengi wanauliza masjidi inaitwa aje? Masjidi yetu inaitwa Masjidul Hikma. Masjidul Hikma ndio masjidi yetu insha Allah jina lake.
maana leo tukizungumza tumekwenda kusalia Masjid al-Hikma moja kwa moja tunaenda katika msikiti wa Jabi. Msikiti wa Jabi pale kwa Sheikh Ismail. Msikiti huu ni mzuri sana Sheikh wangu, labda unaweza kutufahamisha mpaka kufikia kwenye hali kama hivi, tizama mazingira ya msikiti, kwa kweli ni jambo ambalo si la kawaida. Katika misikiti yetu ya Burundi ni mmoja katika misikiti ambayo inaonekana ni muonekano mzuri kiasi kwamba hata mtukisali unajisikia kama katika nchi labda za Kiarabu. Imekuwaje mpaka kufikia katika hii hali? Labda utupe labda historia ya mwanzo wa msikiti hadi kufikia leo. Fikra imeanzia wapi mpaka kufikia leo? Kwa kweli Ustadh Ramadhan, nadhani wewe ni mtu wa kwanza ambaye umeweza kupata fursa ya kuikaa na mimi na kuniuliza masala ya muhimu kama haya katika uhai wangu mimi. Fikra hii ya Masjid al-Hikma tuseme katika lugha ya kigeni wanasema ni ndoto miongoni mwa ndoto ambazo nilikuwa nazo kuanzia ningali mdogo. Markazi kama hii ilikuwa ni ndoto ambayo nilikuwa nayo kuanzia ningali mdogo. Nasoma kwa Mahmud Hussein na hadhini markazi. Nilikuwa na ndoto siku moja Allah akiniwezesha biidhnillahi jalla wa ala nitengeneze markazi siku moja ambayo itakuwa ni markazi ya kimataifa nzuri katika nchi yetu. Waislamu wasali pazuri, Waislamu wapate nafasi ya kusoma Qur'an, kuhifadhi Qur'an, iwe ni markazi ya kidawa. Maanake hii ni ndoto ambayo ni ya mtoto ambayo leo alhamdulillah rabbil alamin tunamshukuru Allah kuona tumeweza kutimiza ndoto ambayo Mwenyezi Mungu alituwezesha kutimiza ndoto ambayo tulikuwa tunaifikiria mtoto. Mashaallah. Hiyo ni ya kwanza. Ima kuhusiana na utaratibu labda ili kutekeleza hii ndoto, labda kuna mengi yamepita hapa katikati, labda watu wangependa kujua kuacha labda baada ya hiyo ndoto. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenijalia katika umri mdogo nikawa nimejielekeza katika nchi ya Holland. Nikaenda kuishi Holland miaka 12 13 nilikuwa nimeenda niko mdogo. Lakini pili nikapotoka Burundi nikaelekea Ulaya, ile ndoto yangu nilibakia nayo Ustadh Ramadhan. Ndoto nimebakia nayo, na kila wakati nikiamka mambo yote ambayo nayafanya ninaikumbuka ile ndoto ya mtoto ile. Na ni ndoto ambayo nilipenda kuisema, kuambia watu wangu wote wa karibu ambao nimekutana nao katika hizo nchi za Holland. Ni kila ambaye nikutana naye wa karibu namwambia, ambaye naona kama tunawafikiana katika mawazo, katika fikra, namwambia na mimi na ndoto fulani na Allah akinijalia nitaweza kuitekeleza siku moja inshallah. Miongoni mwa watu ambao tulikutana nao, miongoni mwa wazee wetu ambao Mwenyezi Mungu awalipe kila kheri, mzee wangu mzee Zakaria. Mwenyezi Mungu amlipe kila kheri mzee huyu, mzee Zakaria Jabe. Asio Zakaria Jabe, Zakaria mzee wangu mmoja yuko Holland huko. Sawa. Mzee Zakaria. Zakaria baba. Sawa. Ni miongoni mwa wazee ambao nilikutana nao na nikamwambia ndoto yangu hii, na wakawa wameikamatia serious. Sawa. Lakini baada ya muda wakasubiria huenda pana siku nitaanzisha ndoto hiyo. Na alhamdulillah rabbil alamin, kabla ya miaka mingapi ya nyuma ikawa nimemfahamisha mzee wangu ya kwamba ndoto ile nimeianza kuitimiza. Nimepata na sehemu ndio Jabe, kanunua hapa nyumba hii, nikaitoa wakfu kwa ajili ya Allah, nikaanzisha. Basi alhamdulillah akawa miongoni mwa watu ambao wa mwanzo na wenyewe walinisupport sana. Ni mzee ambaye alisupport sana jambo hili, Mwenyezi Mungu amlipe kila kheri. Ambao ni mzee wetu Zakaria baba amesupport sana. Pamoja na baadhi ya jamaa zangu ambao nilikutana nao, nimeishi nao, walisupport kiasi na uwezo ambacho Mwenyezi Mungu aliwajalia, lakini ikabidi mimi nikawa mwenye kukokota sasa. Allahumma lakal hamd. Kwa ufupi ni hayo tu, na zingine changamoto ndio tutazungumzia katika kuanza kujenga mpaka kufikia hapa inshallah. Kumbuka kabisa miongoni mwa changamoto ambazo tumezipitia katika kipindi cha nyuma huko, tulikuwa tukisali katika mahema. Ilikuwa ni hali ambayo kitazama unatazama kesho kweli patakuja kuwa kitu kama hichi, kwa maana watu wengi wameshtuka kuona kitu kama hichi ambacho tunaweza kufanya. Miongoni mwa changamoto kubwa ambazo labda mnaweza mkazipitia hapa katikati wakati mmeanza kufanya harakati kama hizi, naweza mkazifahamu labda kwa uchache tukafahamu. Miongoni mwa changamoto kwa kweli, Allahumma lakal hamdu, kuanzia mwanzo tumeanza kujenga hapa mpaka tumefikia leo tunasali,
hapa hatukupitia kwenye changamoto kubwa sana ambazo tukazungumzia ni kubwa ambazo zimetingisha kidogo, lakini miongoni mwa changamoto ni kwamba pindi ambapo tulikapoanza kujenga ilifikia muda fulani tukajenga foundation afu tukasimama muda mrefu kidogo kutokana na mipangilio ambayo tulikuwa uko nayo ya kifedha, ya kipesa. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafunga kidogo. Lakini katika kufunga Mwenyezi Mungu alikuwa anataka kutuamsha tusitegemee sababu zetu sisi, tumtegemee musabbibul asbab. Lakini baada ya hapo kumlilia Mwenyezi Mungu, kwenda umra, tukamlilia Allah kwenye Al-Kaaba. Baada hapo Mwenyezi Mungu tena akawa amefungua mambo ya riziki, alhamdulillah rabbil alamin. Jengo likawa limeendelea billahi jalla wa ala. Alafu changamoto zingine hazikosi. Project kubwa kama hii wakati unaianza, kwa fundi ni wengi, pana mambo mengi, changamoto hazikosi. Pana wakati wafundi wanagumuka, pana wakati engineer inakuwa hivi kidogo, inahitajia hikma na management ya hali ya juu ili kuweza kukamilisha kitu kama hichi billahi jalla wa ala. Lakini Mwenyezi Mungu ametuwafikisha mpaka tumefikia, alhamdulillah. Masjidi yetu hii mpaka kukamilika hapa, Sheikh wangu, na imani kwamba kuna baadhi ya project ambazo ni endelezo ambazo zitakuja kuendelea huko mbele. Labda wanaweza kututazama wangefahamu, maana ukitazama ni masjidi ambayo na takriban ghorofa kama 3 hivyo, kwamba ukitazama upande wa chini tuko na sehemu ya wanaume kusalia, lakini upande wa pili kule tuna sehemu ya wanawake kusalia. Alhamdulillah, sehemu hizo zote tumeona ziko vizuri, lakini kuna sehemu ambazo zinafuata juu. Labda kuna utaratibu ambao labda nimeupanga wa huko mbeleni sawa na fikra, labda ili watu wafahamu kama zitakuwa ni faida waweze kusogeleni kama itakuwa ni, lakini wafahamu kile ambacho kiko katika labda mpangilio yenu katika project ya masjidi yetu. Kiukweli unashukuriwa sana Ustadh Rama kwa masala ya kuweza ambayo unayauliza ili watu waweze kupata ubainifu zaidi ya hili jengo, kwa sababu wengi wanajiuliza hili jengo ni kubwa sana, lina mambo gani ndani yake? Kwa kweli Allahumma lakal hamd, kama kisi umeona floor ya kwanza ni sehemu ya wanaume kusalia, ni msikiti wa wanaume. Floor ya pili pana msikiti wa wanawake na pana chumba kingine ambacho kiko karibu ya msikiti wa wanawake. Chumba hicho kinaitwa ni majlis. Ni chumba ambacho wanawake wanazokuwa wanakutania wanasomeshana dini, wanaenjoy ndani yake, wanakula ndani yake, pana TV. Ni chumba ambacho ni baraza fulani ya Kiarabu fulani ya kuenjoy ndani yake, ya kusoma, ya kubadilishana mawazo billahi jalla wa ala. Na ikiwa kama wanawake hawapo na hata si wanaume, tunaweza tukaenda ndani yake na tunaikana tunaenjoy ndani yake. Alafu hii ni etaji ya kwanza, maana etaji ya kwanza ndio ya wanaume, ya wanawake. Alafu etaji floor ya pili ukiingia pale moja kwa moja panapatikana kitchen. Pana jiko lizuri sana la kizungu liko pale, limeweka kwa ajili ya kuhudumia wafanyakazi ambao watakuwa wanafanya kazi hapo kwenye hiyo floor. Kwa sababu hiyo floor ndani yake ukiingia tena pana reception, nafasi ya kuwapokelea watu, mamhitajia imamu, mamhitajia shekhe fulani ambaye atakuwa na siku zake anakuja hapo kuja kufutu masala ya watu au kumaliza matatizo ya watu. Alafu katika hiyo floor yenyewe pana biblioteki, pana sehemu ya kusomea vitabu, pana sehemu ya kufanyia makuru di swali ya watoto ambao wanaishi hapa kwenye mji huu billahi jalla wa ala. Na hiyo biblioteki ni sehemu kubwa na ni sehemu pia ya watu kukutana na kuzungumza. Misali ya reunion ya watu kama 15 20 wanaweza kuweka kwenye table room wakazungumzia baadhi ya mambo ambayo watakayozungumzia hapo katika hiyo floor ya pili. Ukienda mbele kidogo tena karibu ya reception pana biro ambayo ndani yake panaweza kufanya kazi watu wa 6. Kila mtu na kitengo chake, contable, nani, shekhe, mwalimu. Watu kama 6 wanaweza kukaa pale wakafanya kazi zao, wa cameraman wa msikiti hapa wakaedit mambo yao hapo juu. Watu kama 6 wanaweza kukaa wakafanya kazi zao. Kwa hiyo floor ya pili ukienda tena mbele kidogo pana idara ya ambaye ni mkurugenzi wa markazi hii, idara ya CEO wa Centre Markaz al-Hikma. Alafu kwa hiyo floor ya pili ukienda mbele kidogo pana chumba, pana suite ambayo ni suite speciale kwa wageni rasmi ambao watakuwa wanakuja kutembelea markazi hii.
kutoka nje biidhnillahi jalla waala, ili tusiwachukulie hoteli na sisi tumetengeneza katika hali ya kifahari, chumba kikubwa na choo chake ndani na sina kupokelea watu na sina kufanya kazi zake, ili mgeni akija kutembelea kwenye markazi hii atakuwa anatoka chumbani kwake, huduma zote zipo, pako kitchen hapo, hata akaja kwenye biro hapo tukazungumza, tukafanya mkutano, akaja chini akatoa mawaidha, akapanda juu. Hiyo ni floor ya pili. Alafu floor ya tatu ya mwisho ndani yake pana masali ambayo ni masomo ya kuifasha Qur'ani, masomo ya kusoma Kiingereza, masomo ya kusoma Kituruki, masomo ya kusoma Kifaransa. Ndani yake kuna wamama watakuja kujifunza Qur'ani, fiqh na nini billahi jalla wa ala. Ndio floor tatu hizo ambazo zimekamilika. Mashallah, tabarakallah. Kwa kweli kwa kitu ambacho nimekifanya inaashiria kweli wazi kitu ambacho kimekuwa katika ndoto, kwa maana si kitu ambacho ni cha kukurupuka. Hapana. Sababu kitazama mpangilio ambao mmeupanga katika masjidi hii ni mpangilio wa kuigwa, mfano mzuri sana ambao kila mmoja anatumaini kwamba akisikiliza lazima atafurahishwa na kitu kama hichi. Moja katika maendeleo ambayo tumeweza kuyapata katika nchi yetu ya Burundi, hususan kwa watu ambao wako Jabe, lakini na jamii nzima ya Kiislamu. Kwa kweli hatuna la kuzungumza, lakini tunakuombeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala azidi kupeni afya ya kusaidia kufanya vitu vingi kama hivi na bora na zaidi hata kama hivyo. Allahumma amin ya rabbal alamin. Natumaini kwamba wale ambao wanatazama wameipata mwangaza kiufupi, wamemjua leo nani Sheikh Ismail Gogos, wamejua ile masjidi ambayo labda tukiona kwenye television kwamba ni masjidi nzuri imeanza vipi mpaka kufikia leo, lakini pia vile vile walifahamu utaratibu mzima wa masjidi yetu. Kwa hiyo tunakushukuruni sana kwa kuweza kutangaza kama huyu. Tulikaa katika hali ya kujiuliza sana, lakini tukaona kwamba ili tubainikiwe vizuri tuweze kuwasiliana ili muweze kutufafanulia. Alhamdulillah, mlikuwa karimu wa kuweza kutufahamisha hili na imani kwamba wengi tumefahamu katika hili. Kwa hiyo tunakutakieni kila la kheri, Allah azidi kukubarikini, lakini pia ya mwisho kwa Sheikh utaweza kutuombea ili tuweze kufunga. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa du'aana wa tawbatana ya rabbal alamin. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Shukuru sana Sheikh Ram. Jazakallahu khairan sana Sheikh. Barakallahu fik. Hikma TV, nuru ya elimu na hekima.